Hello. Nabii. Bwana fiti sana. Naongea na mwanangu Doublet Lux. Doublet. Mwanangu jina lako linatatiza sana kulitamka lakini sawa tu. Doublet Lux inakuaje? Hapo bro, nabii lakini. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu niko safi, niko buheri wa afya na zaidi ya yote amenipa nafasi ya kuongea na wewe moja kwa moja katika kipindi cha Chipkizi za Kaya. Mambo yanakwendaje na upande wa kwako? Mungu anasaidia bro. Bwana weekend yako imekuwaje? Imekuwa fiti, siwezi nikalamu sana, imekuwa tu fiti kawaida. Sasa hivi tunaongea uko maeneo gani? Niko Nyali sai. Uko Nyali? Ila mwanangu unatokea maeneo gani halisi? Mimi nilizaliwa Marafa huko, lakini mwaka huu ndo nikahamia Malindi kwa sababu ya dili zangu za muziki. Alright. Na Malindi ulikuwa maeneo gani pale? Malindi nilikuwa naishi ule mtaa wa wahuni ule Muyeye. Muyeye ndio mtaa wa wahuni sio? Ni kama Kisauni kule, ni Kisauni ndogo tayari. Alright. Mwanangu moja kwa moja tuzungumze mambo ya muziki. Umeanzia muziki wapi na lini unajitambua kuwa wewe ni mwanamuziki? Lakini kabla ya hapo tuambie wewe Doublet Lux ni nani? Doublet Lux ni msanii ambaye yuko disability. Lakini nilitaka tu kuonyesha watu kuwa disability is not inability. Right. Ukisema disability pengine una ulemavu wa aina gani? Mimi shida yangu ni miguu ya nyoki. Lakini hata wenye wananiona kwa mtandao hawaamini kwamba sitembei mimi. Kwa sababu venye wananiona wanaona mtu tu kawaida. Na ni hali ambayo ulizaliwa nayo ama likukuta pengine? Nilizaliwa, yani kiukweli nilizaliwa hivyo. Alright. Tuende moja kwa moja kwenye swala la muziki mwanangu. Ningependa uweze kunitaarifu unajitambua lini wewe ni mwanamuziki? Muziki mimi nilianza kujitambua 2010. Ambapo kulifanyika nini ndio ukajitambua wewe ni mwanamuziki? Nilikuwa nikifuatilia sana Escobar, babake hiyo time. Akina Jumaneja, Professor J. Akina Chege wale. Naam. Sasa hiyo time ndio ilikuwa niko na pressure ya kuimba sana. Sasa ilipofika 2015 kuna siku nilikuwa nasikiza tu hii radio hii. Radio Kaya. Hiyo time ilikuwa ni kipindi cha Sister Shanice. Sasa hiyo time nakumbuka wale maproducer walikuwa wako na kodi pale ambayo ukituma kwa SMS unapata information zake. Sasa mimi nikachukua kodi ya J-Crack. Sasa nilipotuma hivi ndo nikapata ile namba sasa. Sasa hapo ndo nilianza kumsumbua sana J-Crack. Nampigia simu na kabambe namwambia nitumie beat bro. Ananicheka na kutumiaje sababu natumia kabambe. Pia
La, lakini alienda mpaka akanielewa, nikawa nikimpigia simu ananiwekea biti nasikiza kupitia hiyo simu yangu, alafu naimba kupitia hiyo simu hivyo. Kupitia kwa hiyo simu ya kabambe kufika Kilifi. Kuja kurekodi yote kwa sababu nilikuwa mdogo, alafu nilikuwa sina michongo. Alright. Na ulikuwa bado uko Marafu wakati huo? Niko kijijini uko Marafu. Sasa niliendelea hivyo, lakini ilipofika 2020 sasa niko na mwanangu fulani ambaye sasa ni marehemu. Alikuwa anaitwa Modi. Sasa ni marehemu, Mungu amlaze mahali peponi. Amen. Hasa walikuwa wako na grupu huku Mombasa. Na yule Mama Fatuma unamjua? Sasa ndo walikuwa wameanza hiyo time. Sasa nakumbuka time Corona ilivyoingia sasa. Ndo ikabidi arudi nyumbani Marafa. Sasa ndo alivyorudi Marafa ndo nikaanza kumtafuta sasa. Nilipopatana naye ndo akanifunza kuact sasa hiyo time. Akufundisha kuimba ama kuact? Nilianza kuact before niimbe. Alright. Sasa ndo tuliact mpaka ilipofika 2021. Niko na mwanangu mimi anaitwa Walter. Nilikuja nikamweleza hiyo story. Nilimwambia mimi natamani kuingia studio niimbe. Sasa ndio yote akasema, Jegi bro, mimi nitakusaidia sababu venye uko na venye unatamani mimi nitakusaidia. Naam. Nakumbuka sikuamini bro, alinipa 1,300 hiyo time. Ndo nikaingia studio Blue Moon Malindi. Sasa alikupa 3,000 cash ukaingia studio ndani ya Blue Moon pale? Alinipa 3,000 alafu akanilipia, akanipa pesa ya fare nitoke Marafa mpaka Malindi. Sasa hapo ndo ni mara ya kwanza kuingia studio na kurekodi, kuona vyombo vya studio na macho yangu. Sasa hapo ndo safari ilianza hapo, ijapokuwa ilikuwa na changamoto sababu sielewa watu ambao tuko disability. Si rahisi mtu kuamini kitu ambacho unakifanya. Kweli. Lakini mimi siku give up. Wajua mimi nilipewa ndo ambao siwezi give up. Walisema mengi sana mtaani kwamba unapoteza muda, hii haiwezi kufikisha mahali popote. Naam. Lakini mimi nilipambana hivyo mpaka sai. Wow. Ulipoingia Blue studio, inaitwa Blue Studio ile? Inaitwa Blue Moon Records. Blue Moon Records. Ulirekodi ngoma gani? Baki nami. Alafu baada ya kurekodi Baki nami, hatua gani nyingine ilifuata? Baada ya kurekodi Baki nami nikaja nikarekodi maneno mengi ambayo hiyo ngoma sometime huwa sipendi kusikia sababu yani ilikuwa low quality. Alafu ya kwanza umesema ni kweli twa Baki nami? Ya kwanza ni Baki nami. Ulikuwa unamwimbia mtoto wa kike? Ilikuwa nilikuwa mtoto fulani mzuri. Sasa ndo alikuwa ameniteka akili mpaka ndo nikaona aje nimwimbie ili nitoke. Ama vipi? Alikuja ingia boksi ama bado alibaki akiwa hakubaki na wewe?
Hiyo time aliniona tu mzala, lakini sahii namwona anakuja inbox. Anakuja mwenyewe inbox. Sahii ana slide sana kwenye inbox yangu sahii. Ama vipi bwana, baada ya kurekodi Baki Nami ukaja Maneno Mengi. Maneno Mengi ilikuwa inaongelea kuhusu nini? Maneno Mengi pia ilikuwa ni mtoto mzuri ambaye ilikuwa anamcheza chini mwanangu fulani hivi. Sasa yani zote zilikuwa zinaongelea watoto wazuri. Ukisikiza muziki wangu mimi ni storybook, kwa sababu ni story yangu ya kikweli, si mambo ya kuwa nafanya sababu ni ngoma hivi. Ni historia ya maisha yako unaandika. Mimi wanaandika historia. So huyo mtoto wa pili ambaye unamuongelea kwamba Maneno Mengi, alikuwa na maneno mengi ama nini kilitokea? Yani nilikuwa najaribu kumwambia hata waseme nini, lakini mimi siasikii. Huyo ulikuwa mko kwenye mapenzi sasa naye? Alikuwa ni demu wa mshikaji. Sasa mimi nikawa niko nyuma ya yule mshikaji. Sababu yule mtoto ilikuwa kishenzi. Alafu ikabidi mwisho kamwai ama ikawaje? Hiyo time ilikuwa hawanioni chochote, sababu waelewa disability ukiwa una pesa huwa watoto wa kike hawakuoni kitu. Kwa hivyo ukabaki tuko nyuma ya mshikaji pale, mtoto namfolia, lakini ingii box yako. Ilibidi nibaki hivyo bro. Haina noma. Tuje kwenye ngoma ya tatu. Hii ngoma ya pili unasema ilikuwa low quality. Kwani ulirekodi wapi? Nilirekodi hapo Blue Moon, lakini wajua producer yote aliona labda nafanya for fun. Lakini siwezi mlaumu kwa sababu mimi sikuumbwa kulaumu mtu kwa duniani. Yes, nakuaminia. Na hii ya pili ulisimamia mwenyewe hela ama ulikuwa umekuwa sponsored na studio? Hii ya pili nilikuwa hapo kitambo, nilikuwa nasikia kuna msanii anaitwa Lucky wa Kwanza. Alikuwa akihiti hapo radio za Malindi hapo. Sasa ndo nilitamani sana kufanya naye siku moja. Sasa ndo nikaja nikamdm siku moja, akamwambia Tegi bro, mimi naitwa Doblet Lax, ni msanii, niko na hivi na hivi, natamani tufanye kitu. Sasa hapo ndo akasema afresh tufanye. Sasa ile ikabidi nibadilisha hadi studio sasa. Ndo tukaenda studio nyingine inaitwa Alabama Records. Mkafanya kitu chengine pale? Tukafanya kitu cha hakika, na mwanangu anajiita Konkosa. Na Lucky wa Kwanza na mimi na Hasi. Tulikuwa watu karibu 4 hivi. Lakini ngoma ilikuwa yako? Ngoma ilikuwa yangu na producer alikuwa ni Ratach hiyo time. Alright. Baada ya pale ngoma ilikuwa inaitwaje? Hiyo ilikuwa inaitwa Giza. Ilikuwa inaitwa Giza? Okay. Na ilifanya vizuri? Hiyo time kulingana na views ambazo ilipata, hiyo time ilikuwa nikipata views kama 300 hivi ndani ya mwezi, najiona nimepiga hatua. Alright. Tuje sofa, una ngoma ngapi mwanangu? Sasa niko na ngoma 10 saizi. Una ngoma 10? Sasa nataka tuje kwa wepesi, wewe kuweza kufanya kazi na mtalii wa leo. Nataka story yake. Kuna ngoma, kuna collab wengine umefanya, sijui umefanya na Trillionaire? Kuna ngoma umefanya na Trillionaire, nataka unipe story yake. Zilikuwa kuaje hizo collab? Wajua Trilli.
wajua Trili si ni msanii wa Mustachi yule. Sasa Mustachi nilianza kumtambua tangu 2018. Sasa nilikuwa nikiwafuatilia. Sasa wakumbuke hiyo 2021 hiyo 2022 sasa. Ndo nilivyotoa ngoma ya 3 sasa. Nikamdm. Nilipomdm lakini akasema bro check muda hujafika bado. Sasa yote nikamdm Mustachi. Tukafanya ngoma kwa Mustachi. Sasa alipoona nimefanya na bosi wake. Nilipomdm tena sasa akasema bro check muda wako umefika sasa hivi. Wasemaje? Ngambia tufanye jambo basi. Ndo nikamlipa Mustachi producer. Akatengeneza biti. Ndo tia akarekodi. Akanitumia vocal zake. Marafa sasa. Sasa ndo wakati huo bado uko Marafa. Sasa ndo aliponitumia sasa. Nikajichanga nikaja Malindi. Okay. Nakumbuka yote time tulifanya hiyo project bila hata kuonana, yani tulikuwa tuko na karibu miaka 4 nyuma tangu tujuane. Hatukuonana mpaka tulijuana time ya video ndo tulijuana sura. Wow. Inaitwa determination, yani mtu miaka 4 mnawasiliana, umemngojea mpaka amesema wakati umefika, mmefanya ngoma, mjaonana mpaka mnaonana kwenye video. Hata walipokuja niona hivi walisema cheki bro, hatukuamini kwamba tutakuona hivi sisi. Yani tuseme ule ukweli, kuna kitu kiliwagusa. Very true. Mtalii wa leo. Huyo ni Trili. Anasema huyo ni Trili. Sasa mtalii wa leo story yake anasema mlikutana vipi? Mtalii wa leo. Before nifanye na Trili nilikuwa nilimcheki. Lakini mwenyewe akaniahidi kuwa cheki mimi sitaki ulipie ngoma. Nataka nilipie mimi ngoma lakini iwe yako. Wow, nice. Sasa hiyo time kwa sababu Trili alikuwa yuko na fan base ameshika. Sasa ndo ikabidi nianze kufanya na Trili, alafu huyu mtalii tuje tufanye baadaye. Sasa ndo mwaka mwezi wa 7 sasa. Sasa ndo nikamcheki tena. Nakumbuka alikuwa Dubai hiyo time. Sasa nikamcheki, nikamtumia biti. Wajua mimi simu yangu iko na mabiti. Nikamtumia biti ya kwanza. Mabiti ambaye yametengenezwa na producer ambao ni umealipia. Hizo biti zilikuwa ilikuwa ni biti za producer mwingine anajiita Raji Medic hapo Malindi, ndo ilikuwa niko nazo. Sasa nikamtumia 4 akakubali 1. Ndo akapinika akiwa huko Dubai. Akanitumia, alafu mimi nikaenda studio pia mimi nikafinika. Bwana, ngoma ilikuwa inaitwa Magi. Magi. Hebu nieleze story ya Magi. Magi ni mtoto fulani hivi. Na kumbuka ile 2024 ile December. Nilipata show yangu ya kwanza pale Sabaki kilabu pale. Sasa ndo nikaenda kutana na huyo mtoto mzuri pale. Sasa tuliongea mengi, lakini ni kama akanipa namba yake pale. Lakini sasa ile tunaongea
Sasa nikisema yuko ni kama sivyo, nikisema yani iko hivi. Nikisema ananipenda ni kama sivyo. Nikisema hanipendi kama sivyo. Yani yuko hapo tu aeleweki. Simuelewi, na nikimuuliza vipi anasema wewe sijali. Wewe jua uko na mimi. Magi jamani, Magi, mbona uweke mtu katika, wajua afadhali umwambie mtu sikutaki ama umwambie mtu nakutaka kuliko kumweka hapo katikati. Sasa nimejaribu sana paka kuna mwanangu Madipini msanii huko. Ashawahi ongea naye kwamba vipi, lakini bado akawa yuko pale bado, nikaona ngoje nimwimbie ili paka dunia ijue kwamba unampenda. Nilifoli kwake. Lakini nashukuru nilivyomwimbia ile ngoma alivyosikia. Sai mambo yako sawa, hata labda Mungu akipenda naweza nikakualika hata harusi bro. Wow, nice one. Nina imani anasikiza leo interview. Lazima wajua huyo ni wananifuatilia kila step. Magi, congratulations. Alafu angalia, hakuna kitu kizuri mwanangu kinakujanga rahisi. Lazima hard to get kiasi alafu ndio upate mtoto mzuri, ama vipi? Alright, ngoma uliyofanya na Trillionaire ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Zara la Mentali. Zara la Mentali. Unamwimbia nani hapo? Mtoto fulani hivi anaitwa Celestina. Huyo alikuwa ameingia box ama ilikuwa Zara la Mentali ambaye alikufaulu? Sasa huyo alikuwa aliingia box paka mtamzima alikuwa anajua niko naye. Lakini baadaye kaje karuka. Haikuruka, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mwenyewe. Lakini mimi nilikuwa alinifix pale kama backup. Sasa tujue ni Magi ama ni huyo? Sahi ni Magi tu peke yake sahi. Wazi. Nilikuwa nataka uiweke wazi hivyo Magi naye pia asikie raha. Sahi ni Magi peke yake, hata wengine niliwablock wote kabisa. Wazi, nice one. Mwanangu, kuna ngoma umefanya na Ja Blessed inaitwa My Life. Inaongelea nini ngoma? Ile ngoma bro, wajua nilivyoanza kuishi Malindi sasa. Ndio nilikuja nikagundua kwamba watu kama sisi tunatumika, yani watu family zetu. Sijui nisemeje, lakini kama ziko na dharau fulani hivi. Sababu niliona kila nikitoka mtaani naona disability amekuwa njiani kwenye jua hivi. Asubiri mtu atakayepita angushe shilingi 10. Sasa mimi nilipoanza kuishi Malindi ndio nini watu wengi walianza kushangaa pale. Sababu mimi nilikuwa nikiingia dukani nikipoa shilingi 10 natoa 50 ninunue kitu. Sasa ndo walifikiria huyu mtu anaishi vipi. Alafu wewe mziki wako unausupport na kivipi? Yani support yako ya hela inatokea wapi? Support hapo kwenye hela. Tuseme tu labda nipate advertisement kama hivyo. Ndio useme bro niko na hii business yangu nitangazie. Sasa hivyo ndo napata hela ya na changa paka naingia studio. Alright. Kuna kipindi umetrend katika mitandao ya kijamii, maana mimi mara kwanza kukuona pale ambapo kulitokea bwana fulani akakuzawadi na aina fulani ya kigari, alafu kukawa na story ya barafu, sijui kama unakumbuka.
Sasa nini nilipopata ile kula ile. Hebu niambie ilikuwaje historia, eleze, maana hata mimi niliipata kwenye mtandao, alafu ndo naja nakutana na wewe pale Masai Beach, ndio sasa yani kama Mwenyezi Mungu tu alikuwa ameipanga, na nikakumbuka huyu bwana nimekuona pale Masai Beach, na kwenye hisia tu nikasema huyu bwana ndo yule nilimuona kwenye mtandao, na ikawa ndo hivyo. So hebu nieleze story ilikuwaje pale. Wajua ni jamaa fulani hivi aliniona mitaa mingine, mitaa ya kati hivi, siwezi taja sababu ilikuwa niko na biashara zangu fulani huko mitaa. Sasa ndo alivyoniona pale ndo akasema, bro, nataka kuzalisha na gari nyingine mimi. Nikamwambia sawa. Huyo jamaa alikuwa anaitwa nani? Jamaa alikuwa anaitwa Joshua Karisa kama sijasahau. Sasa ndo mimi alivyoongea vile alichukua namba yangu. Alafu mimi nikapotezea, sababu najua watu wengi anakuahidi kitu alafu anapotezea. Sasa ndo siku nyingine sasa nikaposti video TikTok hivi. Sasa ndo pale nikaona amekomenti kwamba cheki bro, nitumie namba yangu namba yako nikufanyie ile kitu. Sasa ndo mimi nikamweka ile namba alafu nikapotezea tena. Sasa ndo siku nyingine akanipigia simu. Naam. Hiyo siku nilikuwa niko shooting ya ile video ya My Life sasa. Ndo akanipigia simu akaniambia uko wapi bro? Nikamwambia niko sehemu fulani hivi. Akaniambia nisubiri hapo na kuleta ile baiskeli. Sasa ndo hiyo baiskeli aliniletea hiyo time, na hiyo time ndo nikafanya video. Mpaka ukiangalia ile video utaona ile baiskeli ni mpya kabisa. Alafu kula alafu ndo mwezi wa 7 sasa. Akanirudia tena akaniletea ile kula. Sasa hapa ndo nikaanza kufunguka sasa. Nikawa natengeneza juisi. Naingia mtaani na nashukuru kwa nini shabiki zangu wa Malindi walikuwa wananisupport sana. Naam. Sababu nilikuwa nikitoka nazo ikifika kama saa 4 zimeisha narudi nyumbani. Wow, nice one. Sasa umekuja maeneo ya Nyali. Biashara ya juisi umeacha nani? Sasa wajua iko hivi. Ngoje ni big up sana kwa Malindi Kenya. Bloga mkubwa kule Malindi kule. Sasa baada ya bwana ni posti hivi. Sasa ndo nikapata sponsor nyingine sasa. Sasa sponsor ikataka kunipeleka shule. Alright. Sasa ndo ikabidi biashara niache huko. Nije nifuatilie mambo ya shule. Okay. Wow, nice one. Mwanangu, story yako ni nzuri na muda hauko upande wangu. Naona zimesalia kama dakika 2 interview yetu iweze kugonga dakika 30, lakini moja kwa moja nataka nikupe vitu viwili vitatu. Cha kwanza, nitajie ngoma 3 ambazo ungetamani nizicheze leo katika interview yako, ambapo nitazicheza ngoma hizo. Ni ngoma gani na gani na gani? Za wasanii wengine. Zako ambazo katika ngoma zako zote, maana ngoma ni nyingi, siwezi cheza zote. Nitajie ngoma 3 ambazo ungependa nizicheze. Alafu katika hizo ngoma 3 kuwe na ngoma ile ambayo ndio latest ambayo unaisukuma sasa hivi. Tuanze hapo tuanze na Esther. Alafu turudie Zara na Metali. Alafu tupige My Life. Alafu latest song sasa ni hiyo ya Magi. Alright. Ngoma zako zinapatikana wapi na wapi? Ngoma zangu saizi zinapatikana YouTube, Boomplay, Spotify, Mdundo, kila kila digital platform yote unaweza ipata. Ukitype jina langu sahihi unazipata.
Ukitype Doublet Lex. Doublet Lex. Alright. Spelling ya Doublet Lex inakuwa D O U B L E R T alafu L A C S. Doublet Lex. Alright. Sasa hivi kuna watu wengi wako katika hali yako, hali kama yako, na wengi wamepoteza, wamepoteza matumaini, wamekata tamaa. Ujumbe wako ni gani kwao? Mimi naweza sema ule ukweli tu kuwa yani wajua kuwa tofauti. Mimi shawahi gundua kitu bro. Unaona sisi walemavu ndo matajiri bro, na niulize sababu ni gani? Ni sababu ni gani? Sababu ukiona mimi kila siku nimekaa na nikiplani kitu cha kuanzia 10,000 mpaka 20,000 baada ya mwezi hivi naweza nikakitimiza kile kitu. Nimeshinda yule ambaye mtu yuko na miguu na mikono akiplani kitu alafu kina feli hawezi kifanya. Sasa mimi nasema sisi walemavu ndo matajiri. Ila wengi ni kujituma, labda hawataki kujituma. Sisi walemavu ni matajiri, lakini inafaa ujikubali kwanza. Venye uko ushindani na wale wazima. Naweza kubaliana na wewe kwa sababu kwanza mimi kukutana na wewe ilikuwa ni hali ambayo ni ya kimiujiza. Nakumbuka. Niko pale nashuka Masai na familia yangu, tuenda tukabreeze kwenye ufuo wa bahari. Wametangulia, mimi niko nyuma kidogo, alafu na kukuta pale mlangoni wa kushuka pale chini, and I'm like, bwana mbona kama ambaye namfahamu, na kusalimia, alafu ananiambia nimekutafuta sana Captain Louis, na ndio hapo tunapiga picha na mawasiliano yetu yakaanza, na mpaka leo uko hewani. Yani tuseme ni baraka. Mungu, mimi huwa nakuambia sana bro, Mungu akuweka, sababu mimi nishalengwa interview nyingi bro. Yani nishalengwa sana yani interview. Nakumbuka hii ni interview ya pili kufanya kwenye kituo cha redio. Usiofu uko na mimi bro, utafanya interview nyingi sana. Amen bro. Kama vile tulivyoanza mziki ukaingia kwenye chati ukachezwa na ukawa unachezwa mpaka umepata interview, jua mambo yanafunguka. Amen bro. Bwana, mimi nashukuru sana kwa kuwa na muda wako. Nataka uongeleshe mashabiki wako na uambiaje? Mimi shabiki zangu mimi naomba wazidi kunifollow kila mahali. Alright. Mimi yani kusema kweli mimi nategemea sana muziki wangu ndo ambao uje unipatie kipato kesho. Alright. Sasa mgini support. Sitafikia time pia mimi nisimame njiani niombe shilingi 10 kwenu. Ile shilingi 10 ambayo unipe, nunua bundle uende YouTube ukastream muziki wangu huko. Mwisho siku nipate zaidi ile shilingi 10. Bwana, nimekupata na nimekusoma, na nina uhakika pia shabiki amekusoma sana. Na nashukuru sana kwa muda wako. Ni dakika 33 tumekuwa kwenye maongezi. Nafikiri ndio interview yangu ya kwanza ambayo imekuwa ndefu bila kituo, na ule uhakika Mwenyezi Mungu akufungulie njia zaidi na zaidi na zaidi, niweze kukuona umepaa juu katika anga za kimataifa kimziki. Amen bro. Naamini pia mimi kuna siku utaniona niko international kabisa. Shukran sana bro. Hapo. Kuwa na usiku mwema. Amen bro. Alright. Bwana, tulikuwa tunazungumza naye one and the only, anajulikana kama Doublet Lex, na kama vipi tumeweza kuwasiliana mawasiliano ambayo sio ya mchezo, ni mawasiliano ya kutosha. Na hivyo basi moja kwa moja nataka nicheze ngoma zake mbili back to back, then tutakuwa tunakafunga katika nafasi hii. Bwana, usiende mbali. Kaa ange.